Ah, amepumzika kidogo mama. Amina, na kwenu pia. Habari za kutwa. Nzuri. Mbona napiga simu yako haipatikani? Na mama pia anakutafuta. Kumbe umenipigia? Mimi simu yangu imezima. Vipi, kuna tatizo kwani? Hapana, sio kaida yako kurudi wakati huu nyumbani. Ni kweli kama unavyoelewa masuala ya usafiri barabarani. Nimepambana sana. Okay, sawa. Nimekupikia roast ya baini mke wangu na tambi pale. Mimi nipo sawa. Nimetosheka. Asante. Mke wangu. Amen. Nimekuandalia maji ya uvuguvugu. Amka tuwa ibadani. Mungu nitakuja ibada. Lakini waifu, Kwa simuelewa. Sema kwamba utangulia. Soma nitakuja ibada pili. Kama nini? Wanadamu ni ubatili kwa habari ya miili yao, lakini jina la wataua haitafutiwa mbali. Ujilinde sifa yako, maana itadumu kwako kuliko hazina elfu za samani. Maisha mema yana siku zake, lakini sifa njema yadumu milele.
wateja zangu wananisubiri. Nahitaji kwenda kuonana nao. Mbona ghafla hivi? Unaniaga ama unaniambia? Mimi ninaomba ruksa. Niende au? Okay. Sawa, nenda. Karibu. Asante. Natumai umefika salama na umerejea salama zaidi. Tunapohoji huwa tunatengeneza swali. Tunapopata swali tunategemea majibu yenye ukweli. Nashangazwa sana na mabadiliko yako. Naweza kupata ulewesho kutoka kwako. Yaani Kibavu, laiti kama ungejua ni jinsi gani nimechoka, ungeniacha tu mwenzako nikapumzike. Na kama unahisi una aina yoyote ya mazungumzo, naomba tuzungumze kesho. Nakaribisha mazungumzo magumu, unaondoka kiwepesi. Unanizarau. Hebu niambie, unataka kusema nini? Che, kile kiasi ambacho nilikuwa nimekiweka pale na kihitaji. Binti alikuwa na matatizo chuoni. Nikamsaidia. Na mimi pesa ambayo imebakia, sawa, nikafanya mahitaji yangu. Umemshirikisha nani? Nina mahitaji ya kipesa siku yangu ya leo, nikamilishe mipango yangu. Nahitaji pesa yangu. Mimi pesa ya kukulipa Kibavu sina kwa leo. Na pia sidhani kama ni vibaya mtu kumsaidia ndugu yake. Unajiamulia utaratibu kwa kujipangia wewe mwenyewe. Nani mwanaume humu ndani? Kibavu, unapenda makelele. Kwa nini unapenda makelele lakini? Kwa nini unapenda kunitoa kwenye mudi asubuhi lakini? Nitakuadhibu. Nahitaji pesa yangu. Yaani uniadhibu? Hebu thubutu. Niadhibu nione Kibavu. Tena naomba uwe makini na mimi. Naomba uwe makini Kibavu. Mawasiliano hafifu, usimamizi wa fedha pamoja na uhaba wa tendo la ndoa. Hii hupelekea ndoa nyingi sana kulegalega na kuvunjika kabisa. Kwenye simulizi yako inaonekana kuna kitu hakiko sawa. Unapaswa kurekebisha hili jambo haraka iwezekanavyo. Kwa sababu Shei bado ni mke mzuri kwako. Usishangae. Kwa sababu kwenye ndoa watu hupitia majira tofauti. Kuna majira ya joto la kawaida. Majira yale yanakufanya unamtamani sana mwenzi wako, unamhitaji na unamfurahia kila wakati. Zaidi hata kwenye uchumba. Lakini kuna yale majira ya joto kali. Majira haya ndipo hapa upendo upungua, makosa ya kujirudia, pamoja na mtu anapunguza kujali. Sasa kipindi hiki unatakiwa umshirikishe sana Mwenyezi Mungu. Yaani bila kumkabidhi Mwenyezi Mungu hii ndoa yenu, amtoboi. Mungu wangu. Usichoke, kwa sababu wewe bado unampenda mkeo. Na unazijua sifa za upendo. Upendo huvumilia, upendo haujivuni, upendo hauhesabu mabaya, upendo hauchoki. Yaani upendo ni kila kitu. Hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu, sio mimi. Unachotakiwa kufanya hapa sasa hivi ni kutafuta muda wa kuzungumza naye. Mzungumze, niweke sawa,
kwa sababu bado unampenda na iko wazi mke wako bado anakupenda pia. Najaribu kuyaleta mazungumzo lakini inakuwa ngumu kidogo. Mimi nahisi ananisaliti. Hapana. Kazi ya shetani ni kujaza wasiwasi kwenye moyo wa mtu. Unachotakiwa kufanya hapo wewe ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu akupe ujasiri, lakini pia akupe hekima ya kuliendea jambo vizuri kulitatua. Unajua sisi tunakufa kwa sababu hatupati nafasi ya kuzungumza. Ushauri mzuri ni tiba sahihi sana. Cha msingi wewe kafanyie kazi hapo kwambia. Asante. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru. Habari yako? Salama tu mume wangu. Pole na majukumu. Asante, nashukuru. Mume wangu, nimeandaa chakula, lakini naomba kujua kwamba utakula kwanza au nikakuwekea maji ya kuoga uoge kwanza. Nashukuru, nimetosheka. Kibavu mwangu. Watu ndio kaale ndani. Tangulia. Sasa Mungu nitangulie. Nimekuambia tangulia. Uwe na wakati mwema. Asante, ila baadaye nitatoka kidogo.
Ninaumizwa sana na mabadiliko yako. Mimi ndo yule yule wa zamani hadi sasa. Kuna tatizo? Yes, ninafikiria hivyo. Sasa tunaweza tukazungumza. Nakumbuka hizo nguo? Ni nini unamaanisha? Ulivaa siku ya kwanza tulivyoweza kuonana. Ulipendeza sana. Kuna mara nahitaji tuendelee. Uweze kuzivaa pia. Shehe mke wangu, unapakumbuka mahali hapa? Napabariki mahali hapa, maana ndo siku ya kwanza makutano yetu. Ulivaa hivyo, nami nilivaa hivyo ambavyo nilivyo leo. Heshima, kujali, kusamini ndio ikawa sababu kubwa mimi ya kukuchumbia. Hatimaye ukawa mke wangu. Wanaume tunabeba maana kubwa sana ndoa, zaidi ya kitu chochote chenye thamani, aidha fedha, dhahabu ama mifugo. Tunatoa kama sehemu ya mahali. Mbona umebadilika? Wapi nakosea? Unanisaliti? Sisi tunawaoa nyinyi na nyinyi ndio wenye ndoa. Mwanamke mpumbavu vunja ndoa yake mwenyewe kwa mikono yake. Au una furaha na mimi? Kuna mara unaitafuta furaha? Hapana. Unataka story ishie pale tulipoanzia? No, hapana mwanangu. Sina namna yote ya kujitetea mama wangu. Mimi ni mwanamke mjinga sana. Nilishindwa kutofautisha kati ya ndoa, marafiki na kazi pia. Kibavu, umekuwa ukinifanyia mambo mazuri sana sana, tofauti na mimi vile nakufanyia wewe. Nimeishi maisha ya upweke sana, na vya kuwa nina ndoa yangu. Nimekukosea sana mama wangu, sana. Naomba unisamehe. Wanaume tunakufa mapema kwa sababu ya matendo yenu, kauli zenu. Nakupenda. Nisaidie. Nakupenda pia. Asante mpishi mzuri. Asante sana Mungu mzuri. Asante. Nakula nimeshiba. Naam. Nafurahia wakati huu kuliko wakati wowote ule. Huyu ndo mrejesho wangu kwa sasa. Nini tena? Mwenzangu umefurahi hivyo?
Nimefurahishwa sana na mazungumzo ya Mr. Bless. Hivi yupo? Ya, yupo. Leo tukamtembelee jamani. Tutapanga siku kwenda kumuona. Sasa tushakula. Situle? Sawa tule. Tangulia. Nakuja.